Mapenzi yasikufanye kuchukia watu pasipokuwa na sababu yoyote. Kwa nini unapenda kunichukia muda wote? Najma ni mpenzi wangu mimi, sidhani kama anakuhusu. Fanya kazi ambayo unaweza kupata faida, lakini sisi kazi za hasara. Dibai, usipoteze muda wako kufuata Najma. Lakini hakufai. Kwa nini ungangane? Kwa nini uingie kwenye bahari ambayo unashindwa kupiga mbizi? Utazama. Dibai, kumpenda Najma ni sawa kuyapenda maua yaliokuwa ndani ya kioo. Huwezi kuyachuma kwa mikono yako, lakini bali utaishia kula kwa macho. Aluni, mambo? Shwari vipi? Si mzima? Mimi mzima, sijui. Si kama unavyotuona hapa. Sikiki. Leo ni siku yako nzuri sana ya kumwambia Aluni ukweli wa moyo wako. Umeanza. Kwani mimi mwenyewe simuoni? Unajua Aluna, kwa siku moja. Yaani katika kijiji hiki hapa tunachokiona. Hamna mvana mtanashati kama wewe. Hamna mvana ambaye anachapa kazi katika kijiji hiki kama wewe. Kwanza unalima, unavuna mwenyewe, huhitaji hata kibarua. Mimi kila nikilima, kilimi kwa amani kwa kweli ndani ya moyo wangu. Ni moyo wangu umetokea sana kukupenda. Tena ningefurahi kama ungenipa jibu zuri la kuwa na mimi muda wote ule. Biti. Yaani sura na maneno yako ni vitu viwili tofauti. Na hala maneno uliongea sikutarajia kusikia katika masikio yangu. Lakini mimi nakupenda. Mbona unaongea maneno ya ajabu sana na vitu ambavyo kunishangaza? Chachandu! Lo! Muone miguu yake. Iko mbandu. Kama anakimbilia shamba kwenda kubeba magunia ya mpunga. Hajui kama yeye ni kiroboto tu sumu yake mate. Mimi ndo siambiliki. Ndimu mtialaza, limao mtia ugwadu. Hapa ugwadu uko pale. Upo. Muangalie kwanza ndevu zake zile. Kama inji lipo limekauka huko shambani. La! Kisura kichafu. Shoga. Yaani kwanza mvaa shati moja uje utembee na mimi. Unaanzaje kwa mfano? Umeniona? Umeona mtoto wa kizalamu kupendeza ajui. Wewe unajua kuvaa wewe. Wanaume tukamwambia na unaanza mguu wa kushoto au mguu wa kulia. Mwana haramu wewe. Muangalie. Kupendeza ajui. Kisura kichafu. Kama bikufaya ndio tunataka tumpigie. Imekunini babu. Wewe mwana haramu. Jamani ndugu zangu, kwanza niwapongeze sana kwa kuhudhuria siku ya leo kama ilivyo ada katika kijiji chetu cha Mtemageni. Pia vile vile niwapongeze wale ambao mmehudhuria na kuacha shughuli zenu mbalimbali, na pia wale wenzetu ambao wamekosa, tuwaombee basi siku nyingine nao wapate nafasi ya kuhudhuria kama ilivyo kawaida yetu, kwamba katika kila wiki mnajua tunakuwa na ile mambo yetu yale ya kujipongeza na kutoa tuzo mbalimbali kwa wale wanakijiji bora waliofanya vizuri katika wiki. Wanamtemageni oye! Wanamtemageni oye! Basi kwa leo mimi nafikiri nakuwa sina mengi sana. Nifungue kikao chetu, na pia kabla sijaendelea sana basi nimkaribishe mwenyekiti wa vijana ili aweze kuendelea na yale yanayofuata. Karibu sana mwenyekiti wa vijana. Temageni oye! Temageni oye! Nawashukuru. Vile vile namshukuru mwenyekiti wangu kwa kuweza kunipa nafasi siku ya leo. Na vile vile niwashukuru wote ambao mlioweza kuhudhuria siku ya leo. Na vile vile niwashukuru hata wale ambao wameshindwa kuhudhuria siku ya leo, maana nafikiri kazi na harakati za kimaisha zimewabana. Nafikiri wengi wenu mlikuwa mumuone mwenyekiti wetu, maana ametuwakilisha, alikuwa mjini huko. Na vile vile aliweza kutuwakilisha katika ngazi za vijiji. Na sio siri, kijiji chetu kimeshika nafasi ya kwanza katika ubora katika vijiji vyetu. Kijiji chetu ndio kimeonekana kijiji ambao cha wachapakazi, na chapakazi hizi zimesababisha wote wananchi katika imaya yetu. Makofi kwenu kidogo. Na vile vile kabla sijaenda mbali au kuzungumza hayo mwingine ya mbele,
nikipenda kumkaribisha au kumsimamisha kijana Haruni. Simama kidogo Haruni. Nadhani huyu hakuna kati yenu asiyomtambua. Huyu amezaliwa hapa na amekulia hapa na familia yake yote ipo hapa. Lakini hebu Jerry, simama kidogo. Hebu mwangalieni Jerry afu mwangalieni Haruni. Ni mtu ambayo anaonekana ipo tofauti kabisa na vijana wote katika kijiji chetu. Kaa chini Jerry. Ni mtu ambaye anaonekana ni mshenzi, ni mpotofu katika kijiji chetu. Yaani haeleweki, asomeki, ajulikani mbele wapi nyuma wapi. Ati yani yupo tu. Hebu mwangalieni ndevu zake kama brush za Chachandu. Sindano imemchoma. Na bado sijamaliza na mengi. Hebu mwangalieni kwanza minywele yake kama butubutu vile vuvusha ya puku ya shambani ya mahindi vile. Hapana mwenyekiti. Mbona kila siku unazungumza kuhusu swala la Haruni? Kila siku Haruni kafanya nini? Mwenyekiti, badala tuzungumzie kuhusu kijiji chetu, tunyo tunafanyaje? Wala unataka kusema swala la Haruni. Nyamaza! Wewe unaongea kama nani? Nikiwa kama mwana kijiji wa kitongoji hiki. Kaa chini. Sasa basi, sitoweza kukaa kimya kwa hili. Na nikiwa kama mwenyekiti wa vijana na lengo langu kwa kuwasimamia vijana wote, ninahitaji vijana wote wawe kama mimi. Mbona mimi msafi? Mbona Jerry msafi? Kwa nini Haruni anakuwa tofauti na wenzake? Hebu angalia pensi yake, imetoboka kama imeliwa na nyuki. Angalia kisingani chake, wiki moja hakijavuliwa. Ni mtu aina gani? Sasa basi, kama utashindwa kubadilika na kuahidi, nitakuhamisha katika kijiji hiki, nitakupeleka mpaka kijiji cha 3. Uenda huko wakalizika na uchafu uliokuwa nao. Kaa chini. Jamani, hayo ni machache kati ya mengi ninapaswa kuzungumza, ila nikipenda kumkaribisha kwanza mwenyekiti wangu wa kijiji aendelee na programu yake nyingine za mbele zinazoendelea. Karibu sana mwenyekiti. Asante sana. Wanamtemageni oye! Wanamtemageni oye! Jamani, niwaombe tu kwamba hayo mengine tuyaache kwa sababu hayahusiani sana na siku yetu ya leo. Mnajua wote kwamba leo ni siku ya furaha. Leo ni siku ya nini jamani? Furaha. Ni siku ya furaha. Leo ni siku ya kupongezana, siku ya kupeana tuzo kwa yale mambo mbalimbali ambayo wana kijiji wanakuwa wameyafanya, yale mambo mazuri, lakini sio mambo mengine. Na mimi nafikiri kwa sababu muda wetu ni mchache leo, hatutakuwa na vitu vyote kama tulivyo tegemea siku zote. Watu tunakuwa na nyimbo, tunakuwa na ngonjera, tunakuwa na michezo mbalimbali, tunakuwa na nini. Lakini leo nafikiri tutakuwa na vitu vichache kutokana na muda wetu. Basi mimi ninavyofikiri kwamba kabla hatuja kwenda mbali sana, nimkaribishe mtu wa hadithi. Na nafikiri mtu wa hadithi mmoja wapo ni Haruni pale. Haruni, karibu kwa ajili ya hadithi. Mtemageni oye! Mtemageni oye! Mimi sina mengi ya kuelezea zaidi. Nitaelezea historia moja ambayo iliwahi kutokea sehemu moja katika miliki ambayo ilikuwa inatawaliwa na chifu mmoja. Chifu huyu alibahatika kuwa na mali nyingi katika maisha yake, lakini cha kushangaza hakubahatika kupata mtoto katika maisha yake yote.